Ulipatana na wanaume 10 walikuwa wanasumbuliwa na ugonjwa wa ukoma. Ukawatuma kwa neno moja tu, enendeni mkajionyesheni kwa makuhani. Walipofika kwa makuhani wale wanaume, ukoma wao ulikwisha. Ukapatana na mama pia aliyekuwa ni mjane, mtoto wake ameaga, wanampeleka kaburini. Uliliguza lile geneza, shule mtoto akafufuka. Ukaliguza lile geneza, shule mtoto hakawa hai. Sifa zikamvuma, sifa zikamvuma, sifa zikamvuma, sifa zikamvuma, sifa zako zikamvuma. Asanteni. Asante sana waimbaji wetu. Asante. Sifa zikamvuma. Sifa zikamvuma. Tuende tokeni pole pole. Asante sana. God bless you.
mazishi ya wafanyikazi wa county pia mkae tayari. After this nitawaita na pia haya waje kwa haraka sana, tupeane maua na tutaendelea na shughuli. Asante. Your love is kind, is special. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. Asante. Kijana Brian Mwendo alikuwa katika mradi wa ajira wa Makueni ambao unaitwa MKJ, miradi kwa jamii. Na ile siku ambaye alipatana na kifo, wakati ule ndio tulikuwa tunawalipa. Kwa hivyo alilipwa na tayari alikuwa ametuaga. Lakini Mungu yupo na atafariji familia. Kwa hivyo poleni sana, na alikuwa kijana mzuri. Na Mungu awatie nguvu. Kwa hivyo ningependa sasa nimwalike gavana kipenzi cha watu wa Makueni ili aje aendeleze ratiba. Asante gavana. Thank you. Nataka
Watu wa Kamba, for the first time, najua Mkamba ni mkale kwa mshale. For the first time, this time he stood like a man. Na amewaonyesha kwamba tuko, hata sisi wa Kamba tulipigania uhuru na mshale. Kweli rongo? Baba, ukiwa hapa, kuna mtu kule ambaye ni namba 2 katika serikali hii. Alikuwa DO. Babake alikuwa kati ya wale watu walikuwa naua wale watu wa kupigania Mau Mau. Kila siku Gachagua mdomo yake Baba Martha Wajakoya. Hana kazi nyingine ya kufanya. Alafu amechukua security ya nchi hii. Anaambia wale wengine kwamba rais niwachie tu, nitadili na yeye. Hii kifo ya huyu kijana mdogo, ningetaka Gachagua, semeni Gachagua. Kome, semeni Kome. Ndindi Nyoro, semeni Ndindi Nyoro. Moses Kuria, semeni Moses Kuria. Kimani Chungwa, semeni Kimani Chungwa. Hao watu na wengine ambao nimetaja, sijataja, ndio wamefanya nchi hii Kindiki pia ndio wamefanya nchi hii imekuwa na huzuni kila siku, na hakuna watu wa kuambia. Hao ndio wanafanya watoto wetu wanauliwa. Hao ndio wanafanya baba iko hapa, na baba ndiye alileta ugatuzi. Na Profesa Kivuta Kibwana, sijui kwa nini leo umekuwa na kichwa ngumu. Ungekaa hapa. Na mimi ninakuambia, manake wewe ni profesa wangu, wewe ni mtu mimi napenda, wewe ni mtu umesoma kuliko mimi, na wewe ni mtu mjaziri ambaye anaheshimika ulimwengu mzima. Profesa Kibwana, nitakuuliza jambo moja. Ikiwa baba atakuwa rais wa nchi hii, huwezi kuwa waziri ya baba. Ile heshima tuko na wewe nayo kwako ndio imefanya sisi tuko hapa. Manake wewe, you are the first human being in the world kupigania ubinadamu wa Wakenya, na tunakushukuru kwa hiyo. Wacha niendelee kidogo mheshimiwa, manake nimekasirika. Sasa ukiona watu ambao
tuwaone ma-MCAs wale ambao wamekuja, asanteni. I'm quite sure Junior will deal with you at appropriate time. I thought I could do that protocol at the initial stage. Tujue kwamba na wageni wengi. Baitu mwaseo? Mwaseo ingi? Wawamana kemakokeo tuwa nema na monini to Brian. Tuona nusiona ito tubike. Tuithe wamane enyu. Nondo kila kiedhi mali. Mtenyoa maandamano. Ikiastuye Kenya. I forgot to mention our brother Governor Professor Kivutha Kibwana. Na dio mumia bayambe ane wa family ame hapo. Kwa na kene mukwie. Tuasia pole monopio. Nondo akila kiedhiwe. Na ekinastuye Kenya yonde nondo mwana monini to kututia. Kwa kuna kisasi. Ni muskali ulo ilito kwa ai musue ai musubia nikendo kena wo monopio. Lakini ngai nunde kama betyo nona tawabangie kikuki kya Brian ikatumwa Kenya imanya kanyenya anduma mali anduma Makueni na kaina mukadhi enondo Makueni County ibendea maandamano inyo munaye na mbemwe ndugu. I think we are here, we have a contest we have a contest here that as far as we are concerned in terms of the peaceful demonstrations ambazo ziliendelea under Article 37 of our constitution, Makueni County were number 1. I think wamefuata tu na Kisii na Kisumu number 3 kuonyesha kwamba Kenya nzima imerefuka. Mambo ya katiba yetu ndio inaongoza nchi. Na bila kuwa na katiba hatuwezi kuwa na nchi. Kwa hivyo lazima tuajibike zote. Tena nasema kwa Makueni County kwa msimamo. Mimi mwenyewe karibu ni uwawe hapo Wote Town. Watu walisema edwana wasiya mubese kulika wote. Nwe bahati muskali. Tuambo semba tuikuivitha Kathonzweni. Tui Kathonzweni naye ndugu Raila alikuwa ametoka Mount Kenya region akaja Kamukunji. We thank God because kama Raila angeenda Kamukunji siku hiyo angeuawa kama mwendo. Lakini akapata ushauri mkubwa wenye ushawishi mkubwa akaambiwa asifike. And you actually called off the demonstrations. I was marooned somewhere in Wote. And it looked like that particular day, police had express instructions to look and hunt for Azimio leaders and kill them and maim them. In fact, nafahamishwa kama ungeenda Kamukunji nia ilikuwa upigwe risasi miguu. Raila apigwe asiuawe, alikuwa apigwe miguu. Kalonzo akionekana miguu. Kioni miguu. Nia gani hii ilikuwa sasa? What was the intention of one Inspector General Police kwa jina Koome, ambaye we demand if he has a conscience, hata sio kulazimishwa na mtu, kama akona roho ya utu ajiuzulu. That is what they do in democracies, na kuacha kazi. Because uwezi Mwanakome kusema ati Azimio tunaenda kwa mochari na tunaenda tuna rent miili. Huu mwili au mtoto wetu ni kukomboa, tumekomboa kweli? Shetani ashindwe ama namna gani? So mambo kama haya yanatuudhi sana, yanawaudhi wazalendo wa Kenya hii, lakini Kenyans are very resilient. They know their rights under the law and they are going to pursue those rights. Kazi ambayo ilianzishwa na ndugu haya Governor Kivutha Kibwana when he was in civil society, it got into our people. Watu wakajua haki zao za kikatiba. So mimi naomba tu
turuhusu kijana yetu alale, lakini ile challenge ametuachia ni kwamba yeye angetaka dada yake akimaliza masomo, tulielezwa huyu kijana alikuwa ameapa kwamba akimaliza kusoma atakuja amjengee mama yake nyumba. Mama Mwendo, huyu kijana ametimiza lengo lake, amekujengea nyumba. Tumpigie huyu kijana makofi. No mwaki yenyenyaka anda na mwaki. Sisi zote tulifanya hiyo kazi. Mheshimiwa Governor Junior, I thank you for the contribution, because ulipanda hapa 1 acre. Muuzaji hapa tunamshukuru sana, akakubali kukuuzia huyo mama 1 acre, na sisi tukachanga ile kazi kidogo imebakia. Junior, I'm giving you charge. Let this not family want. Huyu mama asikose chakula. Yule mtoto wako secondary school amalize na aende mpaka university asome zaidi. Mahala ndugu yake mdogo alikuwa anataka kwenda to Kenyatta University, yeye aende even Nairobi University, the premier university, asome mpaka aje kuendelea na kujenga nchi yetu hii. Her brother took the bullet, literally took the bullet on behalf of so many Kenyans and others who have perished. Today we are talking about 72 people already killed, failed by police brutality. Wengi zaidi wako bado mahospitali, na wengine kama Mheshimiwa Muso wamekamatwa for nothing wakapelekwa kotini. Speaker wenu Mbilu alijificha, hata nadhani bado anajificha. Undula mtu manze Mbilu aume hata kwa maondoe madhelile. Yani kusumbua roho za watu. I think he's out of the country. Lakini vile alishtuliwa, ajabu Mbilu aliniambia waliomshika wakampeleka sijui wapi. Mashuru. Askari wenyewe alimwambia wanakauni tu au kwa tai ili tuenenyu. Hii maajabu hii. So people know the truth. And the truth is, bado maisha ni magumu sana Kenya hii. We hope they have started listening, because I saw some newspaper headline kusema they are considering fuel subsidy. It is coming too late in the day, because that's what we've been telling them. Kwa sasa, nunaende teodhika my auntie, kitinda mimba wa my late father. Nanima mbetele etembe wanagusi ikuru. Nengo kamba imonene. Ni Raila ikuma kibwezi kudhiko nkweta usueni. Hiyo ni dunia ingine. Ndio wakicheza hivi tutajitenga hata sisi. Si namna hiyo? Do you know Ukambani ni bigger than Rwanda? Nchi nzima inaitwa Rwanda, Ukambani ni kubwa kushinda Rwanda. Kwa hivyo tumeona leo kwa magazeti vijana wa Kenya wakajitokeza, waka-apply waajiriwe katika idara ya utoshaji ushuru KRA, and only 2 communities wakapata 58% of those. Hizo nafasi za kazi. Kumaanisha vile Gachagua amekuwa akisema Kenya ni kampuni, wenye share ndio wanapata kazi. Haya ndio mambo ambayo tutayazungumzia. And I want to assure my team, ndugu Raila, for the confidence you have shown us that we can participate in these bipartisan talks. Tunaingia hapo bila kujali. Yani we mean business. And I've told even our friends on the other side, we are not here to waste time. We are not to play games. If you want to discuss the problems, wizi wa kura, agenda yote iko hapo. Hiyo mambo yote tuyaweke kwa meza bila mtu kuwa na nia mbaya na nia mbovu. Kwa hivyo siwezi kuongea sana because I'm a team leader. Lakini nataka niwahakikishie Mungu akituwezesha, this country will be a great nation. Na itakuwa hatuwezi tena kujitenga.
Hatutajitenga, pengine wao wajitenge. Sisi ni Republic of Kenya. Kana mwaziata? Lakini wajue Kenya is not a company na iwezekani. Kwa hivyo mniruhusu tu niseme kijana yetu lala vyema. You died too soon. May the angels celebrate with you and give your mom, your sister and the family, the people of Makueni, the comfort that only God can give. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupatie Yesu makofi mazuri. Mheshimiwa Jessica Mbalo has kindly agreed kunisaidia mpaka tukasindikize Andinzisa huko Sekuru. Kwa hivyo mkiniruhusu atoe rambirambi zake ndio sisi tuondoke, na alafu nyinyi muendelee na shughuli. Ndugu Raila, thank you for that understanding and the team. Asanteni sana. Kwa familia ya Mwendo, Mama Brian, the sister, the young brother, kanisa, His Excellency Raila Amolo Odinga, His Excellency Kalonzo Musyoka, na sisi zote wenye tumekuja kuomboleza. Mungu ni mwema na kila wakati. Mwiya ine moseo na mabinda onde. Tumekuja kusema pole kwa familia na kwa Wakenya wote wenye walipoteza watu wao kupitia kwa kuwawa na polisi katika maandamano, peaceful demonstration. Mimi ni Jessica Mbalo, mbunge wenu pale Kibwezi East, lakini nikiwa hapa West wasemanga Kibwezi ni moja. Sasa tuisene. Mimi deputy organizing secretary wa chama chetu cha Wiper Azimio. Huyu mtoto amekufa tukiendelea kutetea haki zetu. Peaceful demonstration. Your Excellency Raila Amolo Odinga 2 weeks ago nimezika mwingine kwangu Kibwezi East kule pale kunaitwa Chiusiani. Aliuliwa kule wote. And I'm sure tulisema tutaorganize siku moja tuende huko. I want to thank the governor for Makueni, Governor His Excellency Mutula Kilonzo. And I want to appreciate you in a special way ulisimama na sisi. I want to appreciate the Azimio team kwa sababu hata sisi wabunge tumeshikana na Azimio team tuweze kusaidiana. Tuemewa tukaemewa. Nimetumwa na wabunge wote wa Azimio. Na hata wabunge wengine wako saidio wengine na sisi. Mwikone maemeva umu kone kwa megwa moyo. Hata wao wako na sisi. Kwa sababu bei ya sukari ikipanda, kila mtu anaumia. Bei ya mafuta ikipanda, kila mtu anaumia. Tulipiga finance bill? No. Si ndio? Ndio tutetee nyinyi. Mama Brian. Huyu mtoto wako tuendo mwelekania na Yesu. Ni kama Yesu. Yesu alikufa ndio tuokoke, ndio tuweze kwenda mbinguni. Hata kama si Yesu. Example, kana tiyo wemba itu. The wa Brian akwiye neka na Kenya yokoke. Asuma na amua iye. Shetani ashindwe. Tutarudi siku nyingine when my principals are here. Siongeangi sana, lakini ndio muombe. Ndio muombe. Your Excellency Kalonzo Musyoka, we know you very well. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, asante sana kwa kumwekea mkono Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuwe team leader. Na hiyo at least umetuonyesha upendo wako kwetu. If Kalonzo is the team leader, hakuna kitu haiwezekani. Ende kanatio huo. Kalonzo ameshikanisha inji mingi, kanatio huo.
is a peacemaker. Sasa wakishindwa mjue sisi ni wao. Ndekanatiwa huo. Maembo tuidhukisha mjue wao ndio wataki Kenya iendelee mbele. Na indi maema indi veikwati mindwati tuikali veikwali. Asante. Asanteni sana. Asante sana Your Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Nimwamwia nathi neza sabalini. Na nimwamwia kethenya kuya ishe ikulu. Asante sana Your Excellency, tunakuombea safari njema na kutakuwa kuzuri. Tuko tumefika hapo kwa sababu ya wakati. Hii ni nafasi nataka kuita mchungaji ndiposa akapate kuleta neno, kisha tutapata kuendelea. Ninaomba zizi zote tusimame tupate wimbo. Tunaongozwa na Pastor Ann, wimbo ulio katika kitabu cha Kutumaini Sina. Alafu we are going to hear the word of God. Bwana asifiwe. Amen. Basi huo wimbo ambao umetajwa uko katika program zetu cha Kutumaini Sina. Kwa hivyo tutaenda kwa pamoja na Bwana ataweza kutubariki. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kusiosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kusiosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye kwamba ni salama, ndiye kwamba ni salama, ndiye kwamba ni salama. Yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nafuu. Kwake Yesu ninasimama, ndiye kwamba ni salama, ndiye kwamba ni salama, ndiye kwamba ni salama. Yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya Kristo, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikipigwa juu yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Naomba tuombe.
Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunalimidi na kulitukuza jina lako kwa sababu ya matendo yako makuu. Asante kwa sababu ya wakati huu ambao umetupatia. Tunaendelea kuomba faraja. Asante kwa viongozi wetu wamefika. Asante kwa kila mmoja wetu ambaye amehudhuria hafla hii. Tunaendelea kunena faraja na utukufu wako ukaonekane katika jina tukufu la Yesu Kristo. Tunaalika uwema wako mfalme kwa nafasi hii ambayo tutaenda kusikia neno lako. Naomba Bwana ukazungumze na maisha yetu, maana wewe ndio faraja wa maisha yetu. Kwa neno lako utufariji, kwa neno lako ututie nguvu, kwa neno lako utupatie njia, maana wewe ni Bwana wa maisha yetu. Tunakuhimidi maana wewe ni Bwana. Chukua nafasi ya kwanza, maana wewe ni mwaminifu, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni kwa jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Basi ningependa tu nichukue fursa hii niweze kuleta neno la Mungu mchana wa leo. And before that, naomba tu tukae ndio tuweze kabla sijaongea machache, naomba tu nikaribishe wachungaji tu kwa sababu ya time. Wasimame mahali walipo wachungaji, because nao hawatakuwa na wakati mwingine. Thank you so much our pastors. Bwana awabariki. Naomba Reverend Tama on behalf of the pastors asalimiane tu tunapoenda kusikia neno la Mungu. Karibu sana. Kidogo tu kelele ya ndege sawa lakini. Haya, karibu sana. Reverend Tama aweze kutusalimia. Basi kwa niaba ya wachungaji wenzangu wote ninataka nichukue nafasi hii ni wasalimu wapendwa waombolezaji ambao tumekuja kufariji familia hii katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo. Pia wageni wetu karibuni eneo hili, tunawapenda. Sauti yenu inatutia nguvu na uongozi wenu unatupatia mwelekeo na tuna matumaini makubwa na nyinyi. Mungu awabariki na kuwaongoza. Asante sana wachungaji. Can you have your seat? Ningependa tu kwa mheshimiwa au His Excellency baba yetu Raila Amolo Odinga, the all protocol of serve. Ningependa kusema ya kwamba karibuni katika hafla hii, na tunashukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu kwa jambo hili. Tunashukuru kwa sababu tumekuwa na safari ngumu kwa familia ya Brian kanisa, maana hii jambo ilitupata kwa mshangao. We are expecting to pray this very end of this month Brian yaende shule because of university. Lakini the kifo yake imetukata miguu, lakini bado Mungu anaendelea. And the way we have said there before, ya kwamba Brian ameshafanya kazi yake ila Mungu alikusudia kufanya katika dunia hii. He has done. I can take the life of Brian like a life of Cameron Scott, ambaye ni mwanzilishi wa kanisa letu la Africa Inland Church. And he come here at Nzawi. Na Nzawi ni mahali pazuri pa kuanza mambo mazuri. And he served for only 3 months or 3 years. Na maisha yake ikakatika. Na on description ambayo aliacha katika hali yake, akasema hivi: Bwana unitumie ningali hai na wakati ambayo nimeenda. I am telling you the great church ambayo Scott Cameron leo akifufuka anaweza fanya mambo, anaweza sangaa au kuanguka because of what the great how church has grown. Na hata leo Brian Mungu akijalia na au amuke aone kile kazi ambayo imetendeka kwa ajili yake, Mungu atashukuriwa. Kwa hivyo I've been telling Mama Brian, God loves you na akona mpango mema juu ya maisha yako. Sometimes we can cry. Sometimes we can see that sisi tumefika mwisho wa maisha. But that is the beginning point of God. I remember one wife, or one woman ambaye alikuwa anaitwa Naomi. When he went to the other land, au alipoenda Moab, alirudi bila chochote. Na watu wa familia walipomkaribia, alilia kwa sababu walikuwa wote wanawake wawili wasio na chochote. And he cried and said, I will never be called pleasant. I will not be called Naomi. Call me Mara, because God has forsaken me. But let me tell you, kama Naomi angejua plan ambayo Mungu anaye kwa ajili ya maisha yake, angemtukuza Mungu. Na ilionekana alikuja kuwa kisasi baraka ya kisasi ya Yesu. Boaz ambaye alikuwa amemuoa alikuja kuwa baba wa Jesse, na Jesse inaitanishwa na ufalme wote wa Daudi ambaye Kristo Yesu pia alikuja kusaliwa. Now Naomi is a great woman. I am telling you, this woman will come to be great. Your name will be called. Now mataifa yote wanakujua kwa sababu ya Brian. America wanakujua kwa sababu ya Brian. Every land know you. Kenya nzima leo wako hapa because of you.
Brian ameshafanya kazi yake. Na basi tutafanya nini ndugu zetu? Tuangalie Mungu ambaye ni faraja wa maisha yetu. Yeye ambaye ni faraja. Dunia hii iko na kilio. Dunia hii iko na mambo mengi. Hata kwa wale ambayo dunia iko na kilio. A lot of cry in the world. A lot of cry. People are killing others. Na ni nini ambayo itapumzisha hii jambo? Naomba tu nisome maandiko mafupi. I'm going to take no time. Nitamaliza kwa ufupi sana. Katika kitabu hicho cha Yohana au Luka mlango wa 7. I want to read the first number 11 through verse number 16 and 17. Alafu tuweze kusikia neno la Mungu. Nitachukua muda mfupi sana. And the Bible says, as soon as Jesus went into the town of Nain, his disciples and a large crowd were with him, along with him. As they approached to the town gate, a dead person was carried out, an only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the town were with her. Then the Lord saw her, and he went, and his heart went out, and he went to her and said, "Don't cry." And when he went up, he touched the band, and there they are carried on, and the coffin bearer stood still and said, "Young man," I said, "rise and get up." And the dead man began to talk. And Jesus gave him back to his mother, and they were filled with awe and praise, and a great prophet has appeared among people. And they said, God has come for his help. And this news about Jesus spread throughout the Judea and the surrounding country. Haya ni maneno ambayo ni ya Yesu Kristo. Na ninakependa kuambia kanisa ya kwamba kuna mmoja ambaye tukimtazama, yeye ndio ana uwezo wa kutuliza kila hali ya joto ya maisha. Yesu Kristo ndio suluhisho ya maisha ya leo. People are crying all over. Hii kifo ni kitu mbaya sana. Imefanya watu walie. Watu wanashindwa hata kujistahimili kwa sababu ya uchungu ya kifo. Watu wanapoteza watu wa familia siku moja. People are killing one another. People are destroyed. Risasi inatumika hai. The power of death is ongoing. But I thank God because there is a time ambayo Biblia inasema kwamba kuna mmoja ambaye alijaribiwa, kuna mmoja ambaye aliteswa, kuna mmoja ambaye aliuliwa na kifo, kuna mmoja ambaye alisulubishwa na kifo cha aibu, na Biblia inasema kwamba hata wakamzika kwenye kaburi, na zaidi ya yote wakamwekea jiwe juu ya ile mwamba, wakasema asitoke. And they give walinzi katika kifo yake, wakasema kwamba tuweke walinzi kwa kaburi ya ule jamaa, because this fella has said he will rise up after 3 days. Praise the name of the Lord. There is a hope in Christ Jesus. Hata kama tunatafuta na tunang'ang'ana kutafuta haki ya Brian, my brothers and sisters, kuna kifo nyingi ambayo inatuangamiza kama wanadamu. And the only one who can give us a solution, it is one ambaye Biblia inasema kwamba alitembea kwa familia moja, angekuwa hapa na yuko hapa in spiritual realms. Hey, Bwana asifiwe sana. Kusanyiko kubwa likakusanyika kama hili. People are coming, wanakuja na kuomboleza, na Biblia inasema kwamba aliposikia hiyo, he was moved. Roho yake akawa moved, and he went to the mother and said, "Don't cry." Kuna mmoja ambaye anaweza tuambia tusilie. Sisi tumenyamazisha mama Brian tumwambie tusilie, lakini hatuna uwezo nyingine. Hata leo tukitoka hapa tunamwambia tumeachia Mungu, lakini kuna mmoja ambaye ako na uwezo yote. Yeye ambaye Biblia inasema kwamba na akasimamisha protocol yote, na Biblia inasema kwamba akaenda kwa Genesa na akaiguza akasema, "Young man," because he has a power over death. Praise the Lord. Hata hawa Brian ambayo hatujafufua sisi, yeye atafufua siku ya kurudi kwake. I thank God, wiki jana tulikuwa tunafanya counseling na yeye, na nikaomba na yeye maombi ya toba. Kwa hivyo najua kwamba tutampata pale. Praise the Lord. Hallelujah.
Biblia inasema ya kwamba na yeye anatupatia faraja ya ajabu. Alienda kwa kina Martha wakilala wakilia. The example that Jesus was giving out, he has power over death. When you read the scripture inasema kwamba kuna siku moja ataambiwa kifo, wapi nguvu zako? Why is the sting of death? Why is the power of death? Hallelujah. Na Biblia inasema pale atatupanguza machozi, maana yeye ndio ako na uwezo. Praise the Lord. Huyo ndio tumtazame. Yes, we struggle to look for mambo yetu ya nchi yetu ya Kenya, maana tunaombea nchi ya amani, tunaombea watu wanyenyekee, na kila mtu asiende na kifua, kila mmoja ngangane hii nchi iendelee mbele. This nation is greater than all of us all. Bwana asifiwe sana. Hii nchi, kuna nchi ambayo wanapigana external attacks, wanapiga. Alafu us as brothers and sisters, kwa nini tunapigana? Why are we losing innocent men like this? Because of just brutality of people. This nation is powerful. This nation is great. It's a home of all people. Sijaisikia Kenya wakiwa na refugee. Kwa sababu gani? This is a nation of peace. Naomba niwaambie watu wa Kenya, tusijaribu kuchezea amani ambayo iko nchi yetu ya Kenya. Let us take this nation as part and parcel of this nation. Na tuombee wa viongozi, hata president aendelee, wanyenyekee wote, watafute suluhisho wa nchi hii great. Praise the Lord of the name of the Lord. Ili tusipate na hiyo kifo. Wacha tuzike wale ambao wanapigwa na terrorists. Wacha tupigwe na wale ambao wanapigwa na labda watu ambao wako kisirani. Lakini a brutal killing like this, naomba tu avoid. This nation is a nation of God. Bwana asifiwe sana. Tumpatie Mungu nafasi kwa nchi. Kwa hivyo tunaomba ile task force ambayo inaendelea, wale ambao wanaongea tuombe. Na nisijaona mweke wachungaji. Au nimeona protocol ya wachungaji. Naomba mweke wachungaji wawili ambao watakuwa wanaombea hiyo kikao. They are praying for this kikao. Hata kama msiogope wachungaji, my brother excellent, baba yetu. Msiogope wachungaji. Waweke wakae kwa hiyo kikao. Waombee maroho mabaya wanayoinuka, wanasema ni sisi ndio tuko na nguvu. Let them pray for this nation. Hii nchi kae maisha mazuri. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ujumbe yetu tunaomba hii nchi is bigger than all of us. Hallelujah. Na tusichezee amani ya nchi hii. Roho alikuwa ananiongelea hii nchi iko na amani. Watu wanatoka kutoka kote. We have refugee from Congo, we are here. Wanafika kama nyumbani kwao. We have refugee from Somalia. Wanasikia kwamba nchi hii ni nchi yao. Na kwa nini sisi tunauliwa watu wadogo wa Kenya hii? Real people of this nation. Tunaomba faraja. Na kuna mmoja huyo ambaye atatuwezesha kuleta amani kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Yesu Kristo, ambaye Biblia inasema kwamba alienda akatuliza kila dhoruba, akampatia mtoto mama yake. Yeye ako na hiyo uwezo wa kufufua Brian at his appearance. Bwana asifiwe sana. Mungu atubariki, Mungu atusaidie, Mungu atupatie nguvu. Naomba familia ya mama Brian pamoja na wachungaji waweze kuletwa hapa tuombe, and tutakuwa na special offerings because of our sister, japokuwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka amempatia nafasi kwa brother yetu, the governor, the sitting governor of Makueni, lakini tutafanya jambo. Bwana asifiwe sana. Wakiendelea kujipanga, maana protocol inapeleka mambo mengi, tuweze kufanya hiki kikao ambayo imekutana hapa leo. Tumpatie huyu mtoto fees ya hata kama ni mzima. Bwana asifiwe sana. Si sadaka, it's a special offering that we give this family, and it shall be well. Naomba wachungaji tuweze kuombea hii familia. Choni tu hapa, and we are going to pray for you. Na nimalize protocol au nimalize mambo ya ibada, and the Lord is going to fight for you. Mbile kuja tu pande. Naomba tuletewe vyombo ndio tumalize mambo ya ibada, tumpatie leaders wetu ambayo they have respected us ili tuweze kuomba. Reverend, naomba karibie as we are going to pray. Mama Brian amekuwa na challenges, lakini kuna njia nzuri Mungu ambaye ametupatia, and is going to fight for you. I know you are going to become a great person. Somesha huyo msichana, huyo atakuja kuwa tegemeo kubwa kwa ajili ya maisha ya hawa watu wetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya upendo wako wa ajabu.
Asante kwa ajili ya kuwasunguka mama ya Brian, ambapo Bwana umemweka katikati ya wachungaji. Unajua kwamba ako katikati yako Bwana. Tungependa Bwana Roho wako Mtakatifu ambaye yeye ana mpangilio mwema wa maisha yake, Bwana ukaingilie maisha yake, ukainue maisha yake, ukamwekee Bwana environment ambayo inamfaa. Mulinde Bwana na maadui, muwezeshe kufaulu katika mambo makubwa. Enda ukaumbe maisha yake, na sana sana ukamwekee misingi ya kukuamini, kukupenda na kukutumaini katika mambo yote. Yesu, enda ukatende kama wewe Bwana, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tumetamka neno la baraka katika maisha ya mama Brian, pamoja na mdogo wa Brian, pamoja na watu wa familia yote. Bwana, tunatamka neno la baraka. Tusaidie Mwenyezi Mungu, tuongoze Mwenyezi Mungu. Asante maana umetusikia, katika jina la Yesu Bwana wetu tumeomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Naomba kwaya ya Mwembeni kidogo tu, kwa dakika chache tu, tunapotoa sadaka zetu. Tunengwa isiondo na ndikuulia ketha no bato neka tunengwa isiondo si onekana taita tu nikana withe baya na batunga kila kimwe kitunga mchungaji obuwa gube mchungaji ute moko make ni masio ina nda chuno ndwende Youth band. ina tenda mundu moko make matema mabuluku mataingwa ngamu. AIC Youth Band ukiongozwa na Kiofi. Haraka tafadhali Mwembeni. Haraka naomba ikiwezekana tembea na miguu yako. Hapa kwanza acha niseme ya kwamba kwa wageni wetu na watu ambao wako hapo karibu, ukiongozwa na baba yetu, chondo hii tutaweka hapa. Nafikiri hapa hakuna mtu mchungaji hapa, iko mikononi mwake. Haya, ile nyingine itasimama wapi? Leta moja ambayo tupeleke huko na mchungaji ambayo najua kuna wachungaji waaminifu sana. Awenda mekati aya nenda tete mondo. Youth Band. Aya bonga bebazi tomwe. Ngeja baya. Eneze moko ma kana mengamu. Haya tunjendu tu support watu na wewe mtoto. Haraka tafadhali tumpatie leaders wetu nafasi. Tukile itu ikine na maoma itu. Tuigeneza kwa ndaya. Nikada kumabutu ande na program. Sasa tuwekeni msaada wetu. Kidogo mama ne be andu mena mbeza kwisela Simone na no sione kana kaza kwenda nenda nenga namba ya nyambo Brian ukaba unda bishini kana ni mati connectable check tamuka namba ya ambao sasa na send maana watu watembei na pesa. Tuje kwa haraka tafadhali. Na haraka ikiwezekana, wale wengine sasa tutembeeni na miguu tafadhali. Ukilai ani mutemo iwe kana mwenda na kitu tuiche imano mindo ndikana nyage no kuya na yo kaongela ndoto injui that is sawa. Haya programu tangaza na mbezu. Haya, namba ya simu kwa alama kwenda kutumia mtandao ni noti moja 0793 82 93 54 07 93 82 93 54. Haya alangide tukile twende tu support mwana nikana wize mwana ni waende ya kwaya. Na sasa naomba muendelee tukifanya hiyo kazi. Asante. Viva!
ungebebwa dabaya ukai njoni usifungiwa na basi. Asante kwa kazi nzuri. Kuliwa nimenunuliwa, wabunge wamepiga mnada, wengine wametoa malaya, wanapewa wote na waifa lii katika uchaguzi uliopita. Azimio ilipata wabunge 172, Kenya Kwanza ilipata wabunge 165, ilibakishwa na wabunge 7. Azimio lilikuwa majority, lakini maanza kununua wajumbe mmoja wanaitwa Ikulu. Naambia wewe tunafanya tatizo maendeleo. Ndio gani haiko Ikulu? Kutoka pale anapewa narudi sasa yeye amebadilisha mdomo yake sasa. Sasa bunge imenunuliwa sasa. Ndio mahakama. Kama wewe ufanye vile wanamtaka na Asante sana waimbaji wetu. Asante. Hata ni mambo ya polisi kulikuja inaitwa Independent Police Oversight Authority. Pole. Haina kazi sana. God bless you. Ile tayari imefanya nini? Imehasiwa. Haina makende. Haya nimejibishwa kwamba msio ukipita msio utakaribia tukupatie hii ndio sasa uelekeze mahali ambayo inastahili. Ama tuombe. Mwenyezi Mungu asante. Wewe ndio uliagiza ya kwamba tunapojumuika hawezi kufanya chochote. Polisi na watu hapa bila wameua kijana yetu namna hii haipoa, haiwezi kuchukua hatua yoyote. Kwa hivyo mpaka Wakenya warudi kwenye drawing board ili tutengeneze katiba na tuhakikisha kwamba viungo ambayo tumeweka ndani ya katiba vinafanya kazi bila shuruti, bila kupigwa mateke au kupigwa pingo na serikali kuu. Hiyo ni muhimu zaidi. Niko hapa na rafiki yangu, tumekuwa naye kwenye vita, Profesa Kibutha Kibwana. Tumekuwa naye kwenye vita, yeye najua yale mimi nasema. Yeye alisimama imara kabisa kwa mambo haya. Mimi naomba yeye rafiki yangu turudi chini, turudi kwenye kiwanja tena. Turudi kwa vita. If this struggle is not over, a luta continua. We must continue, and I'm convinced that finally we shall overcome. Sawa. Kwa hiyo mama, pole tena. Sasa mimi niko na watu yangu, nataka kutoa kitu kidogo hapa ambayo tutawacha hapa kwa mama. Sawa. Kwa hivyo nataka wale watu yangu alete kitu kidogo ambayo wako naye.
kidogo hapa. Check. Mnasema aje kwa baba? Mwanzo. Ati mnasema aje kwa baba? Anjasikia. Mwanzo mleta 10,000 hapa. Mwanzo ameleta 10,000. Kioni 10. Mheshimiwa Kioni 10. Leta tuile bali. Au niweke wanipatie. Wanjakoya anangojewa. Wajimini niweke 100. Mheshimiwa Raila Prime Minister 100. Wanakuja. Eugene mleta 10,000 hapa. Eugene Wamalo 10,000. Jessica Mbalu mjumbe wa hapa Kibwezi. Kibwezi East. 10,000. 10,000. Rose Museo 10,000. 10,000 kwa Mheshimiwa Rose Museo. Oparanya 10,000. Mheshimiwa Paranya 10,000. Wajakoa 10,000. Wajakoya 10,000. Mama nipatie namba 20,000 saa hii. Sasa gavana wa Murang'a Mwangi wa area amesema atachukua namba ya mama sahi, anatuma 20,000. 20,000 ndio hii. Wale ambao wengine wanatoa ndio wao wanakuja. Gavana Mutula Kilonzo Junior gavana amesindikiza na 20,000. 20,000. Dennis Odhiambo hapa 10,000. Dennis Odhiambo 10,000. Kamau wa Raila huyu anaenda kutuma 10,000. 10,000 kwa simu. Raila wa Kamau wa Raila. Sasa asanteni sana. Mungu aweke Brian palipema peponi. Makofi mazuri kwa His Excellency Prime Minister Raila Amolo Odinga. Asante. Asante.
naongea na uchungu. Ndugu yangu Oparanya ako hapa pia ana uchungu. Sababu Western vile mnazika hapa ndio vile sisi tumezika huko Western. Vihiga peke yake William Amulele. Tumezika boksa moja anaitwa Rafael Shigali pale Vihiga. Na kuna kijana anaitwa Ibrahim Imbi kule Vihiga pia. Kitale kwangu tumezika kijana mdogo pia amepigwa akiwa hapa Kitengela. Alipigwa risasi nyuma ya kichwa. Na alikuwa anatoroka polisi. Kijana anaitwa Edward Wanjala. Nimemzika Kitale kabla ya kuja hapa. Busia tumemzika tena kijana mwingine mchanga sana. Anaitwa Simiu Duncan. So Western karibu watu 10 wamezikwa huko. Nimekuwa naongea na Junior hapa ananiambia hapa Makueni County mmezika karibu watu 4. Na hatujaguza wale wako Kitui, wale Machakos. Kufika sasa watu 72 wamewawa Kenya hii na polisi wa Kenya ambao inatakiwa wawalinde. Ndio sababu mnaona tukija hapa tuna uchungu sana. Na sisi hatujakuja tu kusema pole kwenu. Tuko hapa na baba na Kalonzo na timu ya Azimio kuhakikishia ya kwamba baada ya mazishi haya tutasimama na Mama Brian na familia zote zimeathirika kwa haki ya Brian huyu. So we are not just here to mourn with you. We are here to assure you that as Azimio, we shall stand with this family of Brian and all affected families in their quest for justice, nationally and internationally. Na mimi nasema haya nikiwa waziri wa mwisho wa haki. Mutula Kilonzo was the second last minister of justice. Si alitoka hapa Makueni? Yeye ndio alipokea ile katiba. The new 2010 constitution has the fingerprints of the late Mutula Kilonzo Senior. Hiyo katiba has the fingerprints ya mwalimu wangu wa sheria, Professor Kivutha Kibwana. Huyu ndiye alikuwa advisor wa Kibaki. Huyu ndiye alisimama na baba na Kibaki na Kalonzo tukapata ile katiba mpya. Hiyo katiba iko na fingerprints ya Nzamba Kitonga. Sini kijana Mkamba anatoka huko. Kwa hivyo tukiwa hapa tumekuja Ukambani, pahala ambapo Wakamba wanajua haki ni nini. And you've given Kenya the finest ambao walisimama tukapata hii katiba. Na tuko hapa kuambia Brian hakuwa na makosa. Ninyi kuandamana hamkuwa na makosa. Sababu ile katiba ambayo tunaongea hii Mutula alinipa kama the last minister, under article 37 ya wapa haki ninyi kufanya maandamano na ninyi kulalamika kama mnaumia. Hiyo ni haki yenu ya kikatiba. Haitegemei ukarimu wa Ruto ama ukarimu wa mtu anaitwa Kome. Hapana, ni haki mumepewa na nini? Katiba. So tuko hapa kuambia tuko pamoja na tuendelee kusimama pamoja. Sababu tangu Uhuru Mukamba amekuwa mbele kupigania haki. Uhuru wa kwanza Paul Ngei alikuwa pale na Kenyatta. Si walifungwa na kina Bildad Kagia? Uhuru wa pili Jaramogi wakitembea na Masinde Muliro, George Ndenge si alitoka hapa Ukambani. Na hii katiba vile nimesema Mutula Kilonzo Senior alikuweko. So we are here kusimama na ninyi kuhakikishia we are together. Tuko pamoja jamani. So sitaki niseme mengi ila tu kuomba mkiombea familia ya Brian. Mtuombee pia. Sababu sasa tuko ile phase ya mazungumzo. The book of Ecclesiastes says there's a time and a place for everything. Tumekuwa na maandamano, sasa tuna mazungumzo. Na Raila amepeana the best of the best in our team. Stephen Kalonzo Musyoka. Yeye ndio team leader wetu. Mimi nikiwa naye na wenzangu watatu. Kuanzia Jumatatu tuko Bomas. Bunge inaenda kuidhinisha hiyo kamati yetu. Tunaomba mtuombee. Tupate suluhu kwa shida ambazo zinawakumba hapa Ukambani. Shida ambazo zilifanya huyu Brian na wengine wakapoteza maisha yao. Mtatuombea? Kalonzo ameunganisha watu Sudan. Atashindwa Kenya hii kweli? Mumuombee atuongoze timu yetu so that we deliver. But also lastly kwa serikali ya Kenya Kwanza. Muombee William Ruto
asiwe na moyo mgumu kama wa Farao. Sawa sawa? Sababu nimeanza kuona dalili. Jana tumesikia kwamba wameanza kulegeza msimamo wao kwa mambo ya subsidy ya fuel, ya kwamba wanaweza wakaweka hiyo subsidy vile Uhuru alifanya tukiwa naye kwa ile serikali, ili kupunguza gharama ya maisha. Ukipunguza mafuta, gharama ya maisha inafanya nini? So don't blow hot and cold over fuel subsidies. Don't be ashamed. Just say maybe you are not very right in your economic policies. There's nothing wrong in changing your stand on the subsidies. Tuko pamoja? Nataka sasa niwaletee jamaa anajua mambo ya sufuria. Awaambie Ukambani sufuria inamaanisha nini. Ukambani kuna njaa. Hata Western kwetu kuna njaa. Bwana Kioni, njoo hapo tuambie mambo ya sufuria. Asante sana. Muyaseo. Bwana Yesu asifiwe. Muriega. Najua ya kwamba hatuna ati muda mrefu. Nasema ni shukrani kwa Mheshimiwa wa Marwa. Nikiongea mbele ya aliyekuwa Prime Minister Raila Amolo Odinga na viongozi wa kanisa, na muona governor kule, mwingine governor hapa na wengine wote na watabua, na sana sana Wajakoya. Sababu hii dunia inaonekana kama ni ya Wajakoya. Lakini kwa kifupi tu niseme tumekuja kusema pole kwa familia Mama Brian, pole sana. Ni kitu ya uchungu. Mimi nilijua Brian alikuwa kijana mdogo, lakini kuona picha yake pale inahuzunisha zaidi. This is a very young person. Wewe mwenyewe jiulize, Brian ni mawe gani anaweza chika na mkono akugoge naye utoroke wewe kama ni askari? Kama alikuwa amebeba mawe, huyu ni mtoto wa kurudishia na risasi. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba askari polisi wa Kenya wamefanya vibaya, hii ni dhihirisho ya kwamba police brutality went to another level. It has never been this way since 1963. Na mimi namtabua huyu pia Profesa Kifudha. Vile mnasikia mambo ya katiba ikisemwa, mimi nilikuwa kule Naivasha na tulikuwa na babake Junior. Mnamtaja tu, you don't know what he contributed. Na tulikuwa tumetumwa na baba. Na he didn't know, alikuwa ameenda akiwa pande ya PNU. Kwa sababu kule kulikuwa PNU na ODM. Lakini tulipofika kule, alisahau mambo ya PNU, akasahau mambo ya ODM. Hata huyu kichwa yao ilikuwa Kenya. Na ndio hapa tuko, kwa sababu tuko na katiba ambayo inatupa uhuru wa kufanya mambo ambayo tunataka kufanya kama wa Kenya. Kwa hivyo kuona askari wakichukua na kusema tena kuturudisha pahali hatujakuwa, inakuwa ni jambo ambalo la tuhusunisha sana. And I really want to thank these men of God. You are clear. Munaongea na muongei hivi hivi. Kwa sababu sasa tuko dunia ya Kenya ambao makasisi wanacheza mchezo aina hii. Na hiyo ndio imeweka Kenya kwa shida. We want to challenge the men of God. Mwabieni William Ruto kinaga ubaga ya kwamba mambo ni baya na Kenya kuna njaa. Mimi nilisema nitafaa sufuria mpaka aende Suguroi. Either alete bidhaa mambo ya chakula chini ama aende Suguroi. Unaweza ingia ofisi ya serikali, maana yako ni nini kama umeingia kule na maisha wa Kenya imeanza kuwa gumu? Hatukukuweka kule utuletee shida. Hata kama ulipitia dirisha kadogo pahali fulani, sio uingie kule alafu utuletee shida. Lazima uhakikishe kwamba maisha wa Kenya ni nafuu zaidi. Wewe gojea usikie ile story itatokea kwa wale ambao wanaingia university sasa. Hii program wameleta ni ingine ambayo waziri habari. Hii program wameleta ya kupatia watoto basali ni ingine ambayo itawafanya wale ambao hawataenda university. Nafasi zao zitachukuliwa na wale mabwenyenye. Their policies are not working. They are clueless. Hawana plan, walikuwa wanasema wako na form. Hawana na wasikize. Na sisi pia si wenda wazimu.
tunaposema baba akisema ni namna hii, kwa sababu anaelewa, he has been there, ameongoza serikali na aliongoza tukiwa na ugumu kama ule tuko nao, na tukaona Kenya ikiinuka. Kwa hivyo mimi sitaki niseme mengi, lakini nataka kusema mawili, because when Wamarwa was speaking here, amepatiana maafa ambayo ilikuwa kule Western, mengine alikuwa kule Kisumu, hapa tuko leo Ukabani. Niwaambie haya maafa yako kila sehemu ya Kenya hii. Unaweza kosa kusikia mtu akisema Mount Kenya. Kwangu constituency nilipigiwa simu nikaambiwa kuna masishi ya mtu ambaye alikufa kwa maandamano. Kwa hivyo tunapojua, lakini vizuri tujue mpango ya serikali, wala wako serikalini. Kuna kitu na Kizungu wanasema profiling. Hii maandamano walikuwa ataka ionekane ni ya bwana Mheshimiwa Raila na Wajaruo. Na ndio unaona watu wengi ambao wameuawa ni kutoka Luo Nyanza. They wanted it to look like it is only Luo Nyanza that are complaining. The whole country is paining. The whole country is hurting. And I want to tell you, William, usicheze na njaa. Uliuza kuku lakini sina uhakika. Uliuza hiyo maneno ya kuku na mayai, sina uhakika, lakini usicheze na njaa. Anybody hungry can never be your friend. And today you have no friends. You thought you had friends in Mount Kenya, mpaka ulipeleka kule mchere na nyama juzi na ukawaacha sasa rudi tena ujue wako pale pale. Wamehama UDA, sisemi wamekuja Azimio, lakini wamehama kule. Na ndio namsikia akisuguka kule. Makasi saidieni sisi. Msikubali yeye tena apenye kwenyu tena Laudi. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Huyo ni Secretary General wa chama cha Jubilee. Na sasa tunaleta party leader wa Usawa Party, aliyekuwa gavana wa kwanza wa jimbo la Murang'a, Mwangi wa Iria. Baito muriaseo? Muriaseo wengi? Familia ya Brian, kanisa, na marafiki, na timu ambayo imeongozwa na baba. Mimi nimetoka Murang'a, na unajua Murang'a ni kwa Wakamba na Wakikuyu. Nimekuwa gavana miaka 10, 20% ya kula zangu ilikuwa inatoka kwa Wakamba. Kwa hivyo sisi na nyinyi na Wakenya wengine ni kitu kimoja. Lakini tumefika mahali ambapo Kenya imeanza kutenganishwa kulingana na mlengo wa kisiasa. Tumefika mahali ambapo mambo ya kifo, mambo ya damu imekuwa ni lugha ya kawaida katika Jamhuri ya Kenya. Watu walikufa Shakahola, hata mmoja wa serikali hakuenda. Baba kukaribia akafungiwa. Na watu maiti zinafichuliwa kila siku. Imeenda maelfu na maelfu, na hata hatuambiwi ni nini kinachoendelea huko. Kwa sababu katika hii serikali kifo, damu ni kawaida. Tumepoteza zaidi ya Wakenya, sio 72, kwa sababu mimi niliambiwa na mtu ya kwamba ile siku ambayo Brian alienda, na mimi sidaganyi, mtu kutoka Kenyatta National Hospital kwamba maiti karibu ya 100 ilibwagwa huko na polisi. Hiyo siku moja tu. Si tunaambiwa hizi figures ambazo tunaona hapa. Lakini kati ya hizo vivo vyote hatujasikia serikali hata ikisema pole kwa Wakenya. Hiyo ni serikali ya aina gani? Unless tunaabudu shetani. Vivo kama hivyo, bendera ya taifa ilikuwa inastahili kwenda nusu mlingoti. Wakenya wamekufa. Lakini baada ya hizo vivo, wale ambao waliua Brian kama askari wanapandishwa vyeo. Wanaambiwa asanti kwa kuua Brian. Asanti kwa kuua Mkamba. Asanti kwa kuua Mjaluo. Asanti
kwa kifo kwa Mbaluya wa Kisii na wale wengine, kwa sababu tumepewa viongozi ambao ni dragons. Wao mate yao ni damu, alufu ya hewa yao ni alufu ya damu. Wakenya hawezi kufa na wengine wanachangilia kule Central wanakula mchele na nyama. Kifo cha Mkamba, kifo cha Mjaluo, kifo cha Mbaluya, kabila yeyote ni kifo cha Mkenya. Na huwezi ambia Wakikuyu washerehekee wakati wenzao Wakamba, Wambaluya na wengineo Wajaluo wanalia. Huo ni mnafiki. Na hivyo ndivyo tunaambiwa sasa. Gachagua anatembea Central Kenya akijipiga kifua, Brian amekufa. Naibu wa rais, mtoto wa Kenya. Tushangilie Brian amekufa. Sisi wa Kikuyu, sisi tumesema sisi ni Wakenya kama Wakenya wengineo. Kwa Kikuyu kuna jaa kama ile jaa iko mahali pengine. Kwa hivyo mimi nataka kusema kwamba hiyo mambo ambayo inaendelea, wa viongozi ambao wanakaa kama dragons, we are not part of them. Wamesema tukijitokeza tena watatuua. Baba ameweka meza ya mazungumzo na tunamshukuru kwa sababu si zote kama vinala wa Azimio tulimchagua Kalonzo Musyoka kuwa kiongozi wa mazungumzo, kwa sababu tunampatia heshima kwa vile ambavyo ameunganisha hata nchi zingine. Wamesema wanaendelea kujipiga kifua. If they have hardliners, sisi tuna hardliners wabaya. Akina Wajakoya na wengine ni kunyamaza tu, tunanyamaza. Hao watu wakileta funjo, baba, hiyo kitu ifunge. Na vile tulikuwa tumesema hii Kenya, kama kuna wengine wanamwaga damu ya wengine, igawanywe. Au wanajiita kampuni, wapewe kampuni yao. Sisi tuude serikali yetu, serikali ambayo itamlinda mwananchi wa kawaida. Hatuwezi kuwa kwa serikali ambayo inatuua. Kwa hivyo baba, hii mambo si mchezo. Hiyo chapter ya mazungumzo ikiisha, wewe tuite, tutakuunga mkono. Umoja wa Mataifa unakubalia tuweke serikali ya wauaji na serikali ya wanadamu. Mwisho tena tunaungana na familia, kile ambacho tunaweza fanya tuko tayari kama Azimio. Na pia ni mshukuru gavana wa Jibo kwa sababu ya vile ameishikilia familia. Ni rafiki yangu, tumuunge mkono na yeye aendelee kuunga Kalonzo na baba mkono. Asante sana na pole kwa familia. Asante gavana Wairia. Nafikiri itakiwa tuwe hapa Alhamisi iliyopita, lakini tukaelezwa shida iliyokuwa hapa, mambo ya shamba na nyumba, ndio tukasema twende Nyanza, twende Western, ndio tuje Ukambani. Na tuwezi toka hapa kama Azimio bila kumshukuru gavana wa area hii, Mutula Kilonzo. Hii shamba kupatikana Mutula, we are very very grateful. Na sio tu shamba, nyumba pia imejengwa. Na pia hakikisho ametupa hapa, tukitoka hapa ataendelea kuwa na familia. Ningekuwa mtu wa Makueni ningesema Mutula 5 aendelee kufanya mambo mazuri haya, sawa? Sasa wacha tulete ndugu gavana wa kwanza wa Kakamega, ndugu Oparanya. Asante sana gavana. Thank you so much. Wananchi wa Makueni mjambo. Tusalimiane kwa hewa. Brian, salamu za Brian. Basi mimi ndio Oparanya, aliyekuwa gavana wa Kakamega County. Mimi nimefanya kazi na ule aliyekuwa gavana wa hapa, profesa ule yako hapa. Nimemtambua kwa sababu wakati
tulikuwa kwa Council of Governors. Mimi walinifanya mwenyekiti. Huyu Wairia ambaye yuko hapa akawa naibu wa mwenyekiti, naye profesa huyu akawa chief whip wa Council of Governors. Sisi watatu ndio tulikuwa kwa executive ya Council of Governors, na wakati huo Council iliendelea kabisa. Ndio kwa sababu wakati nilisikia tuna maombolezi hapa, nikasema mpaka nifike vile tulifanya kazi na gavana wenu huyu, nipike pole. Na pia Mutula Junior siku hizo alikuwa kwa Senate, alikuwa anakusumbua kule kuangalia vile sisi tunafanya kazi. Kijana huyu sasa yeye pia na gavana, yeye pia sasa ni gavana. Kwa hivyo tumeshirikiana pamoja kama wa Kenya. Ndio kwa sababu wakati nilisikia tuna masishi hapa, nikasema mpaka nifike kwa ile heshima ninayo kwa Kalonzo Musyoka. Kwa sababu Kalonzo Musyoka wakati huu na wakati karibu mara 3, miula mara 3, amesimama na Raila Amolo Odinga. Ndio kwa sababu tunasimama na yeye wakati huu, na wakati tulikuwa tunatafuta ule ataongoza mazungumzo, ilikuwa rahisi sana kumchakua Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo tukitoka hapa, mjue sisi pia ni wa Kenya. Tunatoka sehemu zile na nyinyi mnatoka sehemu hii. Sisi wote ni wa Kenya, mpaka tufanyie kazi pamoja. Huyu Brian ambaye amekufa leo, anasikwa leo, huyu ni shujaa. Wakati mtafika tarehe 20 Oktoba, Mutula Junior mkumbuke Brian kama mmoja wapo wa mashujaa wa nchi hii, kwa sababu alikufa akipigania haki yake na haki ya Kenya wengine. Mumesikia saa hii kupata kazi kwa hii serikali ni ngumu. Kama wewe ni Mluya, wewe ni Mkamba, wewe ni Mjaluo, kupata kazi ni ngumu. Lakini wewe pia unalipa ushuru kama wale wa Kenya wengine ambao sasa wana nafasi ya kupata kazi katika serikali hii. Hii ni ungwana. Juzi tumekuwa na vacancies katika KRA. 60% zilienda kwa makabila mawili. 60%. Na hizo makabila zingine 40 zinagawanya 40%. Hiyo ni ungwana. Hiyo ni ungwana. Na kuwa upinzani ni makosa. Hiyo ni makosa. Isitoshe, kijana kama huyu anakufa vile anakufa, sioni mtu yoyote kutoka national government hapa. Hata umesikia wameita chief, assistant chief, yuko hapa. Chief hakuna hapa. Hata polisi mmoja wa kulinda watu hapa hakuna. Hata kada hapa naambiwa MP na upande ule, hata MP hakuna hapa. Na sasa hao watu wamekuachia wananchi hapa mashinani. Nyinyi pia ikifika kura mtawaangalia. Wametuachia wananchi. Ndio kwa sababu unaona sisi hapa ni mbali. Ukiangalia mahali nimetoka kule Kakamega kufika hapa, si ni mbali. Lakini nimefika. Kwa sababu najua hapa na Wakenya, ile tabu mnayo ndio ile tabu tunayo kule kwetu. Kwa hivyo namuomba chini ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, na tushikane na Kalonzo, najua tutafika mbali. Na ule anaitwa Koome Bukio anasema sisi tunakotesha maiti.
atukulete hapa. Mkienda kuangalia huyu Brian, si ana risasi ndani, alipigwa risasi. Tunaweza kuwa tunakoteza mtu tulete hapa hivi. Huyo mtu ana watoto au hana watoto? Hata ule polisi ambaye alipika Brian risasi ana mtoto au hana mtoto? Hii ni kitu ya huzuni. Lakini furaha ni ya kwamba haya mambo yote italeta Wakenya pamoja. Na sisi mambo yetu tukifanya paka tunafanya kulingana na sheria yetu. Sheria ambayo iko katiba na sheria zingine ambazo zinaunga katiba mkono. Kwa hivyo kama Wakenya paka tupikanie haki yetu kulingana na katiba yetu. Na tusiwe na ukabila. Tusiwe na mambo ya kampuni. Vile wanasema wengine wako na shares na wengine hawana. Hiyo haitasaidia watu wetu. Nimeomba tu Mwenyezi Mungu amweke mahali pema Brian ili safari ya kila mtu. Na profesa umetukimbia au nini? Umekaa kule mbali na kwa nafikiria wewe ni part of the family. Sawa, kama wewe ni part of the family, lakini ungekuja hata uambie rafiki yako jambo, karibu Makueni. Lakini nimeona tu umekaa kale. Haya, Mungu akubariki, Mungu awabariki nyinyi wote. Safari ni hiyo, tuende pamoja. Asanteni. Sasa kabla tujaleta baba, tuko na rafiki wa baba kutoka huko Mlima Kenya, anaitwa Raila. Kwa dakika moja wasalimu, alafu tulete baba. Adhonia ito murega ringi. Unajua mimi mahali natoka, constituency yangu inaitwa Kigumo. Chini huko ni ya Wakamba, tumeshikana na Maragwa. Hata jina Matiba hakuna jina kama hiyo kwa Kikuyu. Hiyo ni jina ya Kika. Kwanza nataka kutoa rambirambi zangu kwa mama wa Brian. Na mama, najua unajiuliza kwa nini wewe, kwa nini kijana wako, lakini haya yote tutaachia Mungu. Tutasema asi. Semeni asi. Haya, ya pili. Mtu alituambia tumekodesha miili. Mwalimu wangu Kifudha Kibwana. Hawa watu uko karibu na wao sana. Nataka ukipata nafasi uambie hata wewe pia una kijana wa nyumbani ambaye ulipoteza. Tumtume na hizo salamu. Tumtume profesa na hizo salamu. Haya. Pili, nikienda kumalizia watu wetu. Nyinyi Wakamba mumetupita sisi wa Kikuyu. Hatukujua hata siku moja kuwa mtakuwa mbele yetu. Na ile kitu ambaye iko katika mlima ni uongozi ambao tumekosa. Nyinyi mmepata uongozi wa Kalonzo Musyoka, na mshukuru Mungu na mumpigie makofi. Ndio munaona leo sisi tumekuja hapa kushikana na sisi, kushikana na nyinyi. Nataka kuwaomba kitu kimoja Wakamba. Siku ile munaona Kalonzo wanashikana na baba, wanashikana na wa viongozi, muachilie watupeleke mbele. Tumekubaliana hiyo? Tumekubaliana hiyo? Nikimalizia, tafadhali, sisi wa Kikuyu tumerudi nyuma. Na inywe muli Adhonia ito naleti huo. Adhimotili Adhoni. Naomba mtuombe. Mkikuyu wakati wa uhuru alikuwa anasema 1 man, 1 vote, 1 shilling. Mkikuyu amepelekwa na Gachagua mahali anasema 1 man, 1 plate, 1 soda. Mtuombe. Asante. Huyu anaitwa Kamau wa Raila. Sasa kabla hujaleta Raila mwenyewe, just to clarify one issue ambayo tumetumwa na Mheshimiwa Raila Odinga tukiongozwa na Kalonzo Musyoka. Agenda zetu zinajulikana na mambo ya nusu mkate is not one of the agendas. Tuko pamoja? Hiyo tuambie hapo Ukambani mchana wazi, mjue ukweli wa mambo. Ile ni propaganda ya Kenya Kwanza. Sababu hata ukiangalia serikali yao tayari ni nusu mkate, si ndio? Wanasema ni ya shareholders, and there are too main shareholders.
Ukiangalia mawaziri, there are 2 main shareholders. Kwa PS, there are 2 main shareholders. CAS ilikuwa over 50%, the same 2 main shareholders. KRA umesikia kwa bwana Oparanya. Sisi tumesema hatutaki nusu mkate, because the Kenya Kwanza government is already a nusu mkate government. Ni ya ukabila, ni ya ubaguzi, na ibagui tu Wakamba, imebagua Waluya na jamii zingine zote, si ndio? Wacha sasa tulete kiongozi wetu, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Asanteni. Asanteni sana. Mbayo tu mwasio? Mwasio inge? Asanteni sana. Tumefika kwa majonzi. Maana yake tumekuja kuzika kijana chipukizi. Sasa huyu jamaa mnaona hapo, huyu John Kiema. John Kiema huyu tumefanya naye kazi. Nilimjua yeye kwa bado mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka hapo tukaanza kufanya naye kazi. Kama yeye bado ako kijana sana. Na tumekaa naye mpaka wakati wa leo hii. Huyu mnaona huyu Immaculate Musa huyu vile vile ni mtu yangu hapa. Sasa John ndiye alinipiga simu. Akaniambia mimi ya kwamba kijana moja chipukizi amepigwa risasi na polisi akawawa. Alafu akanielezea hiyo historia ya huyu kijana Brian. Ati mama alikuwa amelolewa huko upande wa fikiri wote Kaiti huko. Baadaye baba yao walipofariki, sasa wale ni mashemeji wakaleta fitina mingi. Mama akatoka hukule hata akapoteza shamba, na walikuwa nafanya kazi hapa Imali kusaidia kuelea watoto yake. Sasa huyo kijana alikuwa amesoma, amepita mtihani mzuri, ilikuwa aingie katika chuo kikuu cha Kenyatta, lakini akapigwa risasi. Na yeye alikuwa ameahidi mama yake anakwenda kusoma, akimaliza kusoma yeye atafanya kazi ili aje ajengee mama yake nyumba nzuri. Maana yake mama yake hana nyumba. Tukakubaliana John Kiema ya kwamba kabla hatujakuja kuzika huyo kijana tutanunua shamba na tujenge nyumba ndio tukuje. Ndio sababu tumekuja siku ya leo mama. Na mimi nataka kuambia mama, tuko na wewe. Na tutabaki na wewe. Pale ambapo tunaweza kusaidia tutasaidia. Hapa tuko na gavana, hapa huyo ni kijana yangu. Manake baba yake tulifanya naye kazi. Baba yake alikuwa waziri wangu, nilikuwa mimi waziri mkuu. Na tumefanya na kazi. Alipofariki tukaja hapa tukashika mkono ya kijana yake. Na yeye tangu wakati ile amekuwa kama senator, hajatusaliti sisi. Sasa yeye yako kama gavana. Sasa jukumu ya kwanza ni yake. Na akishindwa baba yuko hapa. Tutaendelea. Tunasema poleni sana. John, it's okay. Sasa hii ni kitendo cha kusikitisha sana. Maana ukipiga mzee kama Raila ni sawa. Lakini mtoto mdogo namna hii, watoto ndio maua ya taifa. Ndio inaonyesha kwamba taifa inaendelea. Sasa mtoto na hii anapigwa risasi na hana hatia chochote. Wanawake wamekuwa wanasema ati maandamano inaharibu mali. Wanafanya maandamano kuharibu mali ya Wakenya, tutalinda mali ya Wakenya na kadhalika. Huyu mtoto alikuwa anaharibu mali ya nani? Alikuwa anaharibu mali ya nani? Juzi tumezika vile maliwa mbio huko. Tulikuwa huko Bondo, pande ya Siaya. Tukawa na maiti 5
yote walikuwa wamepigwa risasi. Siaya peke yake wamezika watu 25 ambao wamepigwa risasi. Kule Migori watu 12. Homa Bay, Kisii tuko na watu 4 tunakwenda kuzika wiki hii ambayo inakuja hii, ambayo wanapigwa na risasi. Kila mahali watu wanapigwa risasi, na wengi wanapigwa risasi wakitoroka, wanapigwa na wanini. Alafu jamaa mwingine anasema ati sisi tunaenda kwa nini kwenye mshwari kwa azima maiti ili tuonyeshe waandishi wa habari. Huyo jamaa ako na akili timamu kweli? Ana kichaa? Ndio tulimwambia bwana, koma kabisa wewe. Wakenya wamekufa kwa jumla, kufikia jana zilikuwa watu 72 ambao walikuwa wamekufa, na karibu 300 wako ndani ya hospitali na majeraha tofauti tofauti hapa na pale. Hatukuwa tunatarajia ati baada ya Wakenya kukuwa na katiba mpya ambayo Wakenya walipigania kwa muda mrefu zaidi, ati tungekuwa na serikali ambayo inaweza kusherekea kupigwa na kuuawa kwa Wakenya. Unasikia bwana Kome anasema tutaendelea, na mtu athubutu ataona cha mtema kuni. Alafu mkubwa wake anasema polisi wamefanya kazi mzuri. Polisi wamefanya kazi mzuri, tumewanyorosha, tuwakalia ngumu. Huyu ni mtu ambaye anajiita rais wa taifa la Kenya. Anashangilia ya kwamba amenyorosha wananchi, amepiga risasi na wameua wa Kenya. Je, hiyo ni serikali ya taifa kweli? Hiyo ni serikali ya wananchi? Sisi tulidhania kwamba ile utawala ya kidhuluma na kimabavu, utawala ya mauaji, ilikuwa tumefikiria kwamba tumezika kwenye kaburi la sahau. Kumbe bado tuko na katiba kwenye karatasi, lakini vitendo bado hajabadilika. Tumeona sasa udikteta ikichipuka katika taifa letu. Jamaa wanasema ni marufuku wa Kenya kufanya maandamano, lakini kifungu ya 37 ya katiba hii inaambia watu wa Kenya wana haki ya kuandamana, wana haki ya kufanya kitu inaitwa petition, wana haki ya kitu kufanya kitu inaitwa picketing. Lakini sasa serikali hii ya Bwana Ruto imepiga marufuku hii kifungu cha katiba, haiko tena. Unaweza kufanya wewe dhuluma, unaweza kuwa wewe unalalamika, lakini huwezi kutoka na kufanya maandamano. Hata ukimwambia polisi huwezi. Lakini Wakenya walikuwa na sababu. Tata sasa wako na sababu. Gharama ya maisha imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya mafuta imepanda. Bei ya sukari imepanda. Gharama ya maisha kwa jumla imepanda, na hata ushuru imepanda zaidi. Wakenya wana haki kusema la. Lakini niambia huwezi kusema la. Niambia punda imechoka. Sipunda imechoka. Sipunda imechoka. Hii mzigo imekuwa mzito sana, yaifaa yapunguzwe. Wahenga walisema ati kibebasho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Kwa hivyo hii mzigo yapunguzwe, sio? Na tukisema namna haya tumefanya makosa. Tumefanya makosa. Pili, sisi tumesema tulienda kwa uchaguzi, kwenda kwa mashindano pale, tulikuwa tunashindana na tulikuwa na marifari moja na malansman 6 Electoral Commission. Kati ya wale watu 7, 3 ndio walisema ati Ruto ameshinda. Wanne walisema la. So nini walisema la? Wakasema hiyo mpira ilikuwa ya offside. Walishika na mkono. Walishika na mkono, sio? Sasa wale marifari ambao walisema la
wamefukuzwa wote. Vile naongea hapa sasa, mawili wao, Mama Cherera na Mama Sit, wako Marekani, wamekimbia. Manake walikuwa wanatafutwa, walikuwa wanataka kuuawa. Sasa nasema kama rifari walikuwa wamegawanyika, mahakama ingawaje ilisema ati ilikuwa ni Chebukati ilisema ukweli, lakini hawa wanne walisema la. Hawa wanne ambao walisema la wamefukuzwa kazi yote, wako kule tena. Tukasema tunataka ili tuweze kuhakikisha kwamba uchaguzi unayokuja ni haki na ukweli, kwanza tufanye uchunguzi, tumalize hii mambo ilifanyika hii. Tufungue ile server pale ambayo matokeo yaliingia. Tufanye ukaguzi ili tujue ukweli yuko namna gani. Sio? Hiyo ni makosa. Hiyo ni makosa. Ili tukiunda tume mpya ya uchaguzi, tutakuwa na hakikisho kwamba watafanya uchaguzi wenye haki na ukweli. Wakenya watapiga kura, na vile wamepiga hiyo kura ndio inahesabiwa, itatangazwa namna hiyo. Hiyo ni ya pili. Tatu, Bwana Gachagua amesema Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni ambayo kuna hisa. Kuna watu wengine ambao wana hisa mingi zaidi, wengine wana hisa kidogo, wengine hawana hisa. Wanasema ati wale majamii ambao waliopiga kura Kenya Kwanza ni wako na shares. Wale ambao hawakupiga kura kwa Kenya Kwanza hawana shares. Wanabagua. Unaona vile Paranya mwambia nyinyi, gazeti ya leo inasema kule KRA wameajiri watu 60% imeenda kwa kabila mbili peke yake. Wale wengine wote 43 wanagawanya yale ambayo yamebaki hiyo kama makombo. Unaona akiajiri kama permanent secretaries ambao ni watumishi wa umma 51, 13 kabila yake, 13 kabila hiyo nyingine, alafu kabila nyingine hata kama Kisii hata moja hakuna. Ubaguzi imezidi. Ukienda kwa mashirika ya serikali, shirika yote, chairman, managing director, yote naenda tuko watu wawili, na Wakenya wote wanapiga ushuru. Hapa nyinyi mnatoa ushuru kila siku. Mama akaenda pale duka kununua chumvi, ametoa ushuru. Ukinunua sukari, mtoa ushuru. Mkati, mtoa ushuru. Unga, mtoa ushuru. Ukivuta sigara, ndani yake. Ukikunya Coca-Cola, hiyo yenyewe. Ukikunya ile one for the road ile, hiyo ni mama yake sasa. Hiyo ni ushuru ambao wanagota kwenu hapa usiku na mchana, upende usi. Akishaweka hiyo ushuru kwenye hazina kule, Saila anataka kugawanya hiyo, sasa anakubagua. Anakuambia wewe huku nipige mimi kura, kwa hivyo wewe upate chochote. Sasa wewe si Mkenya. Unafanya nini Kenya kama huna hisa hapa? Serikali yote ni sawa sawa. Hayo vile tumesema, mpaka hii kamati ya Kalonzo na Ichungwa iangalie, ili kija Mkenya awe ni Mkenya, anatambulika kama Mkenya, ana haki kama Mkenya, hata kama yeye ni mtu wa Azimio au mtu wa Kenya kwisha. Si sawa sawa? Sasa wamemaliza, wameanza kuboresha vituo vya uchaguzi. Sio uchaguzi, viungo vya utawala. Wameanza kuingilia na kuvunja. Kwanza waliingia bunge. Bunge sasa haina haki. Bunge imechukuliwa, imenunuliwa. Wabunge wamepigwa mnada. Wengine wamekuwa malaya. Wanapewa ruhusa namna hii, pande hii, lala chini. Unaona, katika uchaguzi uliopita Azimio ilipata wabunge 172. Kenya Kwanza ilipata wabunge 165. Tuliwashinda na wabunge 7.
Azimio ndio ilikuwa majority coalition, lakini maanza kununua wajumbe moja wanaitwa Ikulu. Anaambia wewe atanakwenda kutafuta maendeleo. Maendeleo gani na iko Ikulu? Akitoka pale anapewa 100,000 nini, anarudi sasa yeye anapiga ana nini, amebadilisha mdomo yake sasa. Sasa bunge imenunuliwa tayari, ameingia mahakama. Kama wewe ufanye vile wanavyotaka, transfer, demotion na kadhalika. Hata hii mambo ya polisi, kuna kitu inaitwa Independent Police Oversight Authority, IPOA, haina kazi sasa. Ile tayari imefanya nini? Imehasiwa, haina makende. Kwa hiyo vile jamani imekuwa hanisi, hawezi kufanya chochote. Polisi na watu hapa vile wameua kijana yetu namna hii, IPOA haiwezi kuchukua hatua yoyote. Kwa hivyo mpaka Wakenya warudi kwenye drawing board ili tutengeneze katiba na tuhakikisha kwamba viungo ambayo tumeweka ndani ya katiba vinafanya kazi bila shuruti, bila kupigwa mateke au kupigwa pingo na serikali kuu. Hiyo ni muhimu zaidi. Niko hapa na rafiki yangu, tumekuwa naye kwenye vita, Profesa Kibutha Kibwana. Tumekuwa naye kwenye vita, yeye najua yale mimi nasema. Yeye alisimama imara kabisa kwa mambo haya. Mimi naomba yeye, rafiki yangu, turudi chini, turudi kwenye kiwanja tena. Turudi kwa vita. If this struggle is not over, aluta continua. We must continue, and I'm convinced that finally we shall overcome. Si sawa? Kwa hiyo mama, pole tena. Sasa mimi niko na watu yangu, nataka kutoa kitu kidogo hapa ambayo tutawacha hapa kwa mama. Sawa? Kwa hivyo nataka wale watu yangu alete kitu kidogo ambayo wako nayo. Kidogo hapa. Check. Mnasema aje kwa baba? Mwanzo. Ati mnasema aje kwa baba? Anjasikia. Mwanzo mleta 10,000 hapa. Mwanzo ameleta 10,000. Kioni 10. Mheshimiwa Kioni 10. Leta tuile bali. Au niweke wanipatie. Wanjagoya anangojewa. Mimi niweka 100. Mheshimiwa Raila Prime Minister 100. Wanakuja. Ujini mleta 10,000 hapa. Ujini wa Malo 10,000. Jessica Mbalu, mjumbe wa hapa Kibwezi. Kibwezi East. 10,000. 10,000. Rose Museo 10,000. 10,000 kwa Mheshimiwa Rose Museo. Oparanya 10,000. Mheshimiwa Oparanya 10,000. Wajakoa 10,000. Wajakoa 10,000. Mama nipatie namba 20,000 saa hii. Sasa gavana wa Murang'a, Mwangi wa area, amesema atachukua namba ya mama sahi, anatuma 20,000. 20,000 ndio hii. Wale ambao wengine wanatoa ndio wao wanakuja. Gavana Mutula Kilonzo Junior. Gavana amesindikiza na 20,000. 20,000. Dennis Odhiambo hapa 10,000. Dennis Odhiambo 10,000.
Kamau wa Raila huyu anaenda kutuma 10,000. 10,000 kwa simu. Raila wa Kamau wa Raila. Sawa. Asanteni sana. Mungu aweke Brian palipema peponi. Makofi mazuri kwa His Excellency Prime Minister Raila Amolo Odinga. Asante. Asante. Bwana Yesu